Ni Marekani vijijini. Nataka niwaoneshe kitu. Muone. Hii ni basically nje ya mji. Kwa hiyo tunasema ni kijijini. Huku ndo kwanza panajengeka. Kuna baadhi ya nyumba ndo, kuna baadhi ya maeneo. Yaani aka ni kasehemu kadogo sana. Kwa hiyo ni mpangilio wa nyumba za vijijini nje ya mji, which is kijijini. So you can see mazingira yamepangika vizuri, nyumba zimepangika vizuri, zinajengwa kwa mpangilio. Hizi nyumba yani huwezi tu kafika ukaamua wewe ujenge nyumba ambayo unataka wewe, hapana. Hapa unajenga nyumba kutokana na mipangilio iliyopo hapa. Kama unavyoona hizi nyumba ni za ghorofa moja. Mtaa mzima huu. Hakuna sehemu utakuta kuna ghorofa mbili au kuna sehemu nyingine ukuta labda ni nyumba tu ya chini. Hapana, nyumba zote zinajengwa kwa mpangilio kama huu. Umeona? Kuna garage ambapo unaweza kupaki gari moja au mbili. Lakini wengi kama unavyoona kwenye garage zao wanakuoneka vitu vingine. Magari yanapaki nje, huko hakuna wizi. Kwamba tunaweza tu kulala ukaamka ukakuta hakuna side mirrors. Hamna. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana kwa watu wa hapa kupaki magari yao nje. Na kuna shida. Wengi garage zao wanazitumia kama gym. Kama unavyoona nyumba hapo, wanatumia garage kama gym. Gari wanapaki nje. Kwa hiyo ndo maisha ya huu mtaa, maeneo haya ya kijiji hiki ambacho bado watu wanajenga, bado watu wanahamia hii mitaa. Lakini sio mbali sana kutoka hapa kwenda mjini. Ni kama lisali moja. Sasa lisali moja kwa Marekani unaweza kupaona ni karibu. Lakini kwa kibongo bongo sehemu ya kwenda mwendo wa lisali moja sio mchezo, ndugu yangu. Yaani hiyo sehemu hiyo ni kama tuseme wapi? Hiyo kama inaweza kama Bagamoyo Mbagala hiyo. Si unaelewa, ndio sehemu ambayo unaweza kutoka Marekani mwendo wa lisali moja. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni nje kiasi gani. Kwa hiyo mitando kama hivi yote inajengwa kwa utaratibu huu. Unaweza kaona hizi nyumba hapa zilizojengwa. Unaona pale? Pale ndio mwisho. Kule ni barabara ya kwenda town. Ni mtamba umepoa kikweli. Yaani unaweza kukuta ikaeka huko. Ni mtamba umepoa, unaweza kukuta ikaeka sijui ni hapa. Hamna ikaeka. Kwa hiyo ukitaka vitu, kununua vitu sijui nini, Walmart iko kama dakika kama 10 kutokea hapa. Walmart ni kama supermarket kubwa ya kuweza kupata mahitaji yako yote. Yaani ukiingia Walmart sijui uko nini, labda wauzi magari tu. Sio umeelewa, lakini ukienda kwenye zile super Walmart zenyewe ambazo ni kubwa. Ukiachana hizi neighborhood na nini, unakuta kuna kila kitu. Kuna pharmacy humo. Kuna sio wanauza vitanda, wanauza paka, kutoka vitanda mpaka mchicha yani. Wanauza. Umeona eh? Kwa hiyo ilikuwa ni mtaa mwingine. Hii barabara sasa inashuka inaenda moja kwa moja ndo inaenda town. Sasa ukitoka huko inaenda town. Ndege zinapita. Inaenda town. Kuja tunde mtaa mwingine hapa. Umeona ni very peaceful, watu wanafanya mazoezi nini. Kuna watu wanatembea kwa miguu huko. Kama unavyoona kila nyumba kuna gari, tena zaidi ya moja. Kwa kukutana na watu tu wanatembea kwa miguu ndo wanaenda sijui kazi. Hao ni Waafrika sasa. Umeona? Na huko Waafrika hawaishi Waafrika wengi sana huko. Unaweza kukuta mtaa wote labda Waafrika wanaishi huko labda 2 au 3. Umeona? Lakini wengi wanaishi huku ni wazungu na Wahindi wanajitahidi, kwa sababu unajua maeneo haya huku
Hakuna single apartment. Hizi sio apartment. Hizi ni nyumba. Kama ni kupanga, inabidi upange nyumba yote hii. Kwa hiyo huku Afrika wanakuwa so wengi, Afrika wengi wanaishi kwenye apartment, ambayo inakuwa ni rahisi kuishi, kwa sababu Afrika wengi huku hawana familia. Wenye familia of course wanapanga nyumba, lakini wengi sio kutaka kama hivi. Mimi sasa nimekuja kunipanga nyumba ya nini? Kwa unachukua apartment 1 bedroom na nini, lakini hizi ni nyumba kabisa. Unakuta nyumba moja na vyumba basi 6. Sasa labda mtu uko peke yako umekuja Marekani unapanga nyumba basi 6 nini? Umeona? Kwa hizi nyingi ni za familia ambao wengi ni wazungu. Kwa kama unavyoona watoto kule wanacheza na baskeli wanaendesha, ni very peaceful street. Hakuna yani mambo mengi. Umeelewa eh? Hakuna mambo mengi, watu wanaishi peaceful tu. Hakuna fujo. Hakuna fujo. Mimi hapa na kiskuta changu, kwa kurudi huku utakuwa kuna mlima, itanipa shida. Ngoja niishie hapa. Guys, na kuja na podcast yangu mpya. Swahili Upload Podcast, itakuwa ya Kiswahili. So subscribe, share, like, comment ili tuanze sasa kufanya vitu. Tutakuwa nafanya podcast na Waswahili. Watu wanazungumza Kiswahili, sio lazima wa Tanzania ambao wapo huku. So ililizio hit the button, subscribe button, share, like and comment. Mima Washington on this one.